kukujibu ile jambo lako. Haleluya. Sasa nikuombe upige makofi, shangwe na vigelegele wakati namkaribisha baba yetu. Karibu baba. Jeshi majeshi yako wapi? Majeshi ni majeshi ya nani? Yakipiga majeshi, saluti majeshi. Sema nayaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Nikisema saluti majeshi unaanzaje? Alafu nikuombee. Baba Mungu, katika jina la Yesu Kristo, ninaomba kwa ajili ya neno lako la uzima jioni ya leo, katika jina la Yesu Kristo. Mungu, namuombea mwanafunzi huyu, ufungue moyo wake katika jina la Yesu Kristo, ili ayapokee maneno yako ya uzima na yamfungue, ili yampe hekima. Pia Mungu, naomba kwa ajili ya kila mtu mwenye mahitaji yake. Mungu, naomba kupitia maneno yako ya uzima, Mungu umjibu, umfungue, umsaidie katika jina la Yesu Kristo. Amen. Naomba ukae sasa. Mimi naitwa wa Ufufuo na Uzima. Kwa nimekuja kuwatembelea na kuwasalimia na kuwajulia hali na kuwaombea. Amen. Nitasoma neno Mungu kwa ufupi sana, baadaye nitawaombea alafu nitawaacha. Amen. Nataka nikufundishe kwamba ulichobeba ya vita yako. Nimesemaje? Nani hapa anahisi anapitia mambo ambayo ni kama vita? Labda watu wanakuchukia, labda watu hawakupendi. Nani hapa ana vita? Nani hapa hana vita? Nani hapa maisha yake yamenyoka tu, hagapati magonjwa, watu wanaombaya, watu wanampenda watu wote, kila mahali akipita watu wanamkubali, yaani watu wanakupenda? Nani mtu huyo? Nani ambaye kuna watu wanamchukia hata ajui kwa nini? Nyie watu nyie, nani kuna watu wanakuchukia, unashangaza mtu aina yako mdogo hivi pia unachukiwa eti. Na wakati mwingine wanaokuchukia wanavyo kuliko wewe, ni wakubwa kuliko wewe, si ndio eh? Wewe bado mwanafunzi tu, form 1, form 2, form 3, form 4, lakini kuna mtu ana umri mkubwa kuliko wewe, ana fedha kuliko wewe, ana hali nzuri kuliko wewe, lakini bado anakupiga vita, hataki ufanikiwe, mpaka unawaza kwa nini sasa? Nani mtu wa namna hiyo ambaye uko hapa, kuna watu unahisi hawakupendi? Hata mimi. Sasa nataka sasa ujiulize kwa nini sasa? Kwa nini sasa? Sababu kuna kitu nataka nikupe sababu sasa. Sawa eh? Sawa eh? Sawa eh? Ni kwa sababu ndani yako kuna jambo kubwa la kimungu
ambalo linaweza kuonekana na watu wa namna fulani. Nasema tena, hivi ulivyo mdogo hivi, ndani yako wewe kuna jambo kubwa. Hutabaki hivi siku zote. Utakuwa, wengine mtakuwa madaktari, wengine mtakuwa mainjinia, wengine mtakuwa wachungaji kama mimi, wengine mtakuwa wafanyabiashara wakubwa, wengine wana mitindo wakubwa, wengine wasanii wakubwa. Nataka uamini kuna jambo la kimungu kubwa ndani yako. Nani hapa anawaza siku moja atakuwa mtu mkubwa? Nani hapa atakuwa daktari? Nipungie mkono. Injinia, mwalimu, mchungaji. Niwaone wachungaji wenzangu, mchungaji, mwana mitindo, mcheza mpira maarufu, konda wa daladala, driver wa kibaka, konda nani konda? Kwa hiyo sasa, kwa hiyo kila mtu hapa ndani yake Mungu amemwekea jambo kubwa. Wewe hivi ulivyo umetoka kwa Mungu. Bila dini yako. Mtu sasa tutulie kidogo. Mtu sio huyu wa nje. Mtu sio huyu wa nje. Huu ni mwili wa mtu. Sawa Ndio maana siku ukienda kuona mtu amekufa, kila kitu kipo. Ila wanasema ndugu yetu ametangulia mbele ya haki. Unawaza nani huyu ametangulia mbele ya haki? Mbona tunamuona ndugu yetu? Mbona pua zipo? Mbona nikimpasua ndani mbona moyo upo? Ni nani huyu wanasema ametangulia mbele ya haki? Ina maana ndani ya huyu wa nje kuna mtu ndani. Yule mtu wa ndani ametoka kwa Mungu. Yule mbegu ya baba na yai la mama. Kwa wewe mko wawili. Mko wangapi? Mko wangapi? Huyu Mdigo, huyu Msukuma, huyu Mnyamwezi, huyu Muhaya, huyu wa nje amezaliwa kutokana na baba na mama. Sasa huyu wa nje ndio mwili wa mtu. Ila ndani ya wa nje kuna mtu wa mbinguni. Kila aliyeko hapa, yule wa ndani ambaye ni roho, ambaye ndiye mtu mwenyewe, ametoka mbinguni. Akiwa anatoka mbinguni, kuna jambo ambalo Mungu ameshaamua aishie kuwa nani. Kwa Mungu anapokuleta kwenye mwili, anakuwa ameshaweka hatima. Hatima ni kwamba hatima ni kwamba mwisho wa maisha yako, wakiwa wanasema huyu mtu anaondoka duniani, ni kama nani? Hiyo ndio hatima. Utaishia kuwa nani? Ina maana kuna mtu wa ndani ametoka kwa Mungu, bila kujali dini ya mtu, kabila la mtu, hali ya mtu. Yule wa ndani ametoka kwa Mungu. Sasa ndiye mtu. Huyu wa nje ni mwili wa mtu. Nimesemaje? Wa ndani ndiye. Huyu wa nje ni mwili wa mtu. Ni kama nyumba. Huyu ni kama nyumba. Kwa yule wa ndani sasa aliyetoka kwa Mungu ana mambo ambayo ndio kusudi la yeye kuja duniani. Sasa kuna watu duniani wana uwezo kumuona wa ndani na wakajua mpaka hatima yake atakuwa nani. Kabla hujawa, niseme tena, kuna watu duniani ana uwezo kuangalia akasema huyu
miaka ijayo atakuwa mfanyabiashara mkubwa. Anaweza kuona kusema huyu miaka ijayo atakuwa kali. Huyu miaka ijayo atakuwa waziri. Huyu miaka ijayo atakuwa mtu maarufu. Sasa anajuaje? Anamwangalia yule wa ndani. Yule wa ndani ana viashiria ambavyo vinaitwa nyota. Vinaitwaje? Vile viashiria vya mtu atakuwa nani ndani ya yule mtu wa ndani vina. Kwa hiyo mtu fulani ana uwezo kuangalia akasema huyu binti huyu atakuwa mfanya biashara mkubwa. Kwa anaanza sasa kupambana na wewe kwa sababu ya kile ambacho umebeba. Anaanza kupambana na wewe kwa njia za rohoni na za mwilini ili azuie usiwe yule ambaye Mungu uwe. Lakini nimekuja nikuombee ili uishie kuwa yule ambaye Mungu ataka uwe. Kwa hiyo sema kwa hiyo kuna mtu anaweza kujua kama huyu kijana anayevaa miwani huyu atakuwa dokta. Sasa anaanza kufanya harakati za kupiga vita ili azuie. Ndio maana somo langu ni kwamba ulichobeba ndio sababu ya vita yako. Ulichobeba. Watu wanaokuchukia, wanaokupiga vita, sio kwa sababu ya umbo lako, sio kwa sababu ya kabila lako, sio kwa sababu ya mwonekano, ni kwa sababu wana kitu kikubwa umekibeba. Nikuonyeshe kwenye Biblia sasa, nikuonyeshe kwenye Biblia, nikuonyeshe kitabu cha Mathayo sura ya 2. Kitabu cha Mathayo sura ya 2 nikusomee uone. Mstari wa 1 na wa 2. Yesu alipozaliwa katika ya Uyahudi zamani za mfalme Herode, tazama mamajusi wa mashariki walifika Yerusalemu wakisema, yuko wapi yeye aliyezaliwa mfalme wa Wayahudi? Sikiliza kisa hiki. Yesu amezaliwa zamani sana, naye kama 2000 iliyopita kule mashariki ya kati, kwenye nchi ya Israeli, kwenye mji wa Bethlehem. Yesu anazaliwa, wanaenda watu Bethlehem, mamajusi wa mashariki. Hawa mamajusi hawa wanaitwa magicians, ni wachawi. Hawa mamajusi sio mijusi, ni wachawi, magi au magicians. Wanasafiri kutoka mashariki, wanakwenda Israeli, wanaenda kuuliza wapi aliyezaliwa. Hawa ni wageni, hawakai Bethlehem. Wamesafiri ama miezi mitatu. Zamani zile hapakuwa na ndege, hapakuwa na mabasi. Kwa usafiri ulikuwa ni kwa mguu, ama unapanda punda au farasi au vyombo vya majini. Kwa ili usafiri kutoka mashariki mpaka ufike Israeli unachukua muda. Kwa hao wanasafiri, wanafika Bethlehem, wanasema sehemu hii Bethlehem kuna mtu amezaliwa, ni mfalme. Watu wakauliza, mmejuaje? Wakawajibu, wakasema, kwa sababu, kwa maana tuliona nyota yake mashariki. Halo? Watu wanasafiri Bethlehem, wanajua Bethlehem hapa kuna mtu amezaliwa, ni mfalme. Hawasemi hivi, yuko wapi aliyezaliwa ambaye akishapambana sana akasoma atakuwa mfalme. Yuko wapi aliyezaliwa mfalme? Sio kwamba yuko wapi aliyezaliwa ambaye akikuwa mtu mkubwa inawezekana akapambania mambo ya uongozi. Tangu anazaliwa ni mfalme. Nyie mmejuaje? Wanasema tumeona nyota yake.
kumbe hata wewe una nyota yako, na kuna watu wanaweza kukuona wakakufahamu kwa nyota yako. Baada ya muda, hao watu wakasafiri mpaka sehemu alipo mwenye nyota, mpaka sehemu alipo mwenye nyota, wakamwona bila kuongozwa na Google Map. Yani nyota ikawaongoza. Ina maana hata wewe, kuna wachawi wanaweza kusafiri kutoka mahali kuja ulipo, wakiwa wanajua wanamwendea mtu mwenye nyota ya biashara, nyota ya kuwa daktari, na kwa kuna uwezekano watu wakafahamu mambo yako ya ndani hata kabla hujawaambia, wakitumia nguvu za rohoni. Wapo. Ndio maana nimekuja nikuombee, kwa sababu wewe una hatima kubwa. Kwa Biblia unaona mara nyingi sana Yesu anaenda mahali, alafu akifika ile sehemu kunakuwa na mtu kabisa. Yesu ameenda sehemu ngeni, kunakuwa na mtu ana roho ndani yake, ana pepo mchafu. Anasema nakujua wewe, nakufahamu wewe, ni mwana wa Mungu, nakufahamu. Yani Yesu ameenda ile sehemu kwa mara ya kwanza, lakini akifika tu kunakuwa na mtu bila Yesu kujitambulisha. Ina maana kuna mtu ana roho ndani, akikuona hivi haoni tu kitambaa chako, anamwona yule wa ndani aliye na nyota, aliye na jambo la kimungu, aliyebeba biashara kubwa, aliyebeba hatima ya kuwa mfanya biashara mkubwa, aliyebeba hatima ya kuwa daktari, aliyebeba hatima ya anamwona huyo. Akimwona huyo sasa anafanya uchawi. Niseme tena, kuna mtu anakuona ulivyo, baadaye anakuloga. Nani amewahi kuwasikia watu wanaitwa wachawi? Nani maeneo yanayokaa kuna wachawi? Nani hapa ni mchawi? Nani hapa labda mama yako, bibi ni mchawi? Nani hapa anawaza kuwa mchawi baada ya shule? Kwa mchawi sasa ndani yake ana roho ya uchawi inayomfanya ajue mambo ya mtu bila kuhitaji kumuuliza mtu. Kwa hiyo nyota ya mtu, kwa anakuloga, anakuwekea magonjwa au anakuwekea mashetani, ili yale mashetani yakiwa ndani yako ya kufanye ushindwe kuwa yule ambaye Mungu anataka uwe. Ukiona mtu ana mashetani ni kwamba amelogwa, ametupiwa majini. Yale majini yakiingia ndani ya mtu yanamtengenezea mtazamo fulani au tabia fulani. Kuna wanafunzi wako hapa hawapendi kusoma, ingawa wamekuja kusoma hapa. Si ndio mwalimu Wapo. Na leo nitawaombea. Yaani ametoka kwao kaja hapa Unique Center. Si ndio Kwa nini hapa mmejia nini hapa? Mmejia nini hapa shuleni? Ila kuna mwanafunzi ametoka kwao, afika hapa hapendi kusoma. Hapendi, lakini sio yeye, amerogwa. Au anawekewa tabia fulani, ni mkorofi tu. Akaambiwa kaa, anasimama. Simama, akiambiwa kaa anasimama. Akaambiwa simama ndo anakaa. Ila sio yeye, amelogwa. Kuna majini ama yako ndani yanamuongoza. Yaani ukimwambia kaa, yale majini yanamwambia simama. Ukimwambia simama, majini yanamwambia kaa. Kwa ndani ana watu wengine. Wale watu wengine ndio wanaowasikiliza, ndio wanaowafuata.
wakimwambia kalale, anaondoka. Wenzake wako prepo wanasoma, yeye anachukua begi lake anaenda kulala. Mwalimu akimkuta bwenini, kwanza ni mbishi, anasema nilikuja mwenyewe hapa, ukunileta wewe, lipa hela ya hapa, kwa hiyo achana na mimi. Sio yeye, ana mapepo. Amefanya nini? Amelogwa. Amelogwa ili kwamba ashindwe kufikia hatima. Wameshaona huyu atakuwa na hatima kubwa. Kuna watu tabia zao sio za kwao, ni mashetani. Ni watu wasio na mili, ni watu wanaweza kuingia ndani ya mtu kama mimi. Ndani yangu kuna roho yangu, lakini pia kuna roho wa Mungu. Kwa mwingine pia ndani yake ana roho yake na roho ya uchawi. Kwa mchawi ana uwezo wa kuita majini, akayapatia unga, akayapatia damu, akayatuma, nendeni kwa yule mtoto mfanye ashindwe kusoma shule. Nendeni kwa yule mtoto mfanye awe mkorofi mpaka afukuzwe. Nendeni kwa yule mtoto mumwekee tabia ya ubishi. Nendeni kwa yule mtoto mfanye awe mgonjwa. Nendeni kwa yule mtoto akifundishwa aelewi. Akiambiwa what is chemistry, anasema chemistry is the branch of science. Branch of science, yeah, branch of science. So which deals with energy or energy. Ila tu alishaambiwa kwamba chemistry is the branch of what? Which deals what? Yeah. Sasa hiyo aliambiwa ameshaisahau, sababu amelogwa. Akaambia what is matter? Sema matter. Hiyo akiyasoma hiyo. Sio yeye. Mashetani yamevuruga mfumo wake wa akili. Mashetani yameingilia mfumo wake wa kumbukumbu. Kwa kuna mwanafunzi anafeli shule, sio kwamba ana akili, amelogwa. Amelogwa asielewe. Amelogwa asielewe. Amelogwa asikumbuke. Anayasahau ila atakumbuka baada ya mtihani. Akiambiwa pens down, asema aya, inaliweza hili. Ili naliweza hili. Sasa maswali ukiwa unayaweza baada ya mtihani utafeli. Maswali inabidi uyaweze kwenye chumba cha mtihani na uyajibu, si ndio? Kwa sababu wakati hawatakuwa na wewe pale wanakuuliza ili ni yale uliyoandika. Kwa uchawi sasa unafanya mtu mwenye hatima nzuri kubwa haifiki. Uchawi. Kwa mtu anapoona nyota yako kama ni mchawi, anaweza kuwa wanakuona wewe ni pale mtaani. Kwa sababu mtaani kuna familia nyingi. Familia ile pale watoto wao wameshala saa 7. Alafu wewe unafaulu vizuri. Unaenda kwa wachawi. Turoge ule pale. Wanapofanya uchawi wanatuma mashetani. Manini? Mashetani yakiingia ndani yanavuruga kwanza akili ya mtu. Yanafanya mtu anafanya mambo kwa kuongozwa na yale mashetani. Anakuwa na tabia ambayo sio za kwake, ni muhuni lakini sio yeye.
anapenda wanaume kuliko shule na ni mwanafunzi. Wakati wa shule amenuna, ikitokea vigodoro anachangamka. Kingine tarumbeta, nyingine kinubi, nyingine kidundo, kingine kidongo cha Uswazi, kingine benbati. Nyie yote mnafahamu vipi nyie? Wako mnaenda Yaani wakati wa mambo ya muhimu hachangamki. Ila kigodoro anacheza mpaka nguvu zake zote. Ana akili ya kukumbuka nyimbo za vigodoro. Ana akili ya kukumbuka nyimbo za Diamond. Ila akiulizwa mambo ya msingi hawezi kukumbuka. Amelogwa. Ana mashetani, ana majini. Sio kwamba hapendi masomo, majini yaliyo ndani ndiyo hayapendi asome. Sio kwamba ana tabia mbaya, majini yaliyo ndani ndiyo ambayo yanamvuvia tabia hiyo. Mtoto mdogo mambo ya wakubwa hataki, ya watoto anataka ya wakubwa. Mambo ya watoto, shule ndiyo mambo ya watoto. Shule ndio mambo ya watoto. Mapenzi ni ya wakubwa. Si ndio? Shule ni ya watoto. Mapenzi ni ya watu wakubwa. Ila yeye hapendi shule, anapenda nini? Kwa nini? Kwa nini? Amelogwa. Nataka nikuonyesha afu nikuombee. Nataka nikuonyesha kwenye Biblia mtu aliyelogwa. Uone alikuwaje. Afu nitakuombea. Amen. Kuna kitu umebeba. Na itakuwa vile vile kama Mungu alivyokupatia. Mimi nitakuombea, na leo sio siku ya mwisho kuja. Nitaendelea kuja tena na tena na tena na tena na tena, mpaka kila mmoja awe sawa, awe yule ambaye Mungu anataka awe. Mpaka kila mmoja awe sawa, awe mwanafunzi mtulivu, asinzii darasani, ili kila mtu awe kama Mungu ataka awe. Wangapi wanasema Pastor Baraka uje tena? Haya, sasa nakusomea kisa cha huyu mtu. Nataka uone, nitakupatia visa vya watu wawili afu nitakuombea. Kwanza kipo kitabu cha Luka sura ya 8. Luka sura ya 8 mstari wa 26 hadi 39. Sikiliza kisa hiki cha mtu aliyelogwa. Wakafika pwani ya nchi ya Wagerasi inayoelekea Galilaya. Naye aliposhuka pwani, alikutana na mtu mmoja wa mji ule mwenye pepo. Hakuvaa nguo siku nyingi. Amekwaje? Yuko uchi. Ukiona mtu yuko uchi, ni mtu mzima, ana mapepo, amelogwa. Ukiona binti anatembea maziwa yako nje na anyonyeshi, amelogwa. Maziwa yote yako nje, anaongea za saa hizi kaka. Amefanya nini? Mkimbie, huyo amelogwa. Kama unaweza mwekee mkono, mwambie toka pepo kwa jina la Yesu. Ukiona binti anavaa kango kameishia hapa, amelogwa. Ana majini, ana mashetani. Ukiona kijana kavaa mtepeto, mlegezo, amevaa nguo ya ndani iko juu, afu swali iko hapa hivi, anatembea hivi, amelogwa. Ana mapepo.
ana mapepo, amelogwa. Sababu huyu bwana ana mapepo. Jambo la kwanza, havai nguo, yuko uchi. Mtu akiwa ana akili timamu hapendi kuwa uchi, hapendi kuwa uchi. Kuna maeneo ya mwili wake hataki watu wengine wayaone, kama ana akili lakini, ila kama amelogwa, anavaa nguo ya nje ni ndefu lakini iko transparent, yani kila kitu unakiona, kila kitu unakiona. Unagundua huyu anafanana na mtu mmoja aliyekuwa na mapepo, yeye pia ana mapepo. Jambo lingine, wala hakai nyumbani ila makaburini. Yeye hakai nyumbani, ni kwenye mabatu, kwenye baa, kwenye vigodoro. Alipomuona Yesu alipiga kelele, akaanguka mbele yake, akasema kwa sauti kuu, nina nini nawe Yesu, mwana wa Mungu aliye hai? Nakusihi usinitese. Kwa kuwa amemwamuru yule pepo mchafu amtoke mtu yule, maana amepagawa naye mara nyingi, hata alilindwa kifungoni na kufungwa minyololo na pingu, akavikata vile vifungo, akakimbizwa jangwani kwa nguvu za yule pepo. Anaenda kumbe makaburini, kumbe anakaa uchi, kumbe anajikatakata, kumbe anapiga makelele, kumbe ni kwa nguvu ya yule pepo. Sasa sema yeye, Yesu akamkemea pepo akatoka. Tuone ikawaje. Watu wakatoka kwenda kuliona lililotokea. Wakamwendea Yesu, wakamuona yule aliyetokwa na pepo ameketi miguuni pa Yesu, amevaa nguo. Amevaa nguo bana. Kumbe binti anayevaa manguo manyonyo yako nje, pepo akitoka anavaa hijabu, anavaa vizuri. Kwa sababu jamaa hata bila kuambiwa kavae nguo, pepo alipotoka tu akaenda kuvaa nguo. Jambo la pili, ana akili zake. Sema ana akili zake. Ina maana pepo aliondoa akili zake. Unaona? Kwa hiyo unaanza kuona kumbe wachawi sasa wanapomloga mtu wanamtupia mapepo. Yale mapepo yanaharibu akili yake, yanamfanya anafanya mambo bila kutumia akili. Ni akili ya yule pepo. Anaingiziwa mashetani, hatumii tena akili yake. Akiingia darasani kusoma, mwalimu anapambana, anafundisha, yeye haelewi, maana akili zimeshikiliwa, hazipo. Ni yule pepo ameondoa akili. Lakini huyu mtu, jambo lingine kubwa ni kwamba baada ya hapa akaenda zake akihubiri katika mji wote yalivyo makuu mambo aliyotendewa na Yesu. Kumbe bwana ni mhubiri. Kwa unaona, kumbe alikuwa amewekewa mapepo kwa sababu ya kile ambacho alikuwa amebeba. Kumbe alikuwa ni mhubiri kama Pastor Baraka. Kumbe yeye kusudi lake la kimungu, nyota yake ni kuhubiri. Sasa watu wameona huyu atakuwa mhubiri, huyu atakuwa maarufu, huyu tufanye nini? Tumloge. Akaanza kuwa havai nguo. Huwezi kuhubiria watu kama huvai nguo. Huwezi kuhubiria watu kama unakaa makaburini. Kwa umemfanya sehemu anayokaa ni mbali na eneo la wito wake, ni mbali na eneo la hatima yake, ila amelogwa. Mfano wa mwisho afu nitakuombea. Kitabu cha Luka sura ya 8. Luka sura ya 8.
mstari wa kwanza hadi wa 3. Tuone pia watu wengine ambao pia walikuwa na hatima. Nimekuambia kile ulichobeba ndio sababu ya vita yako. Luka sura ya 8 mstari wa kwanza hadi wa 3. Ikawa baada ya hayo alikuwa akizunguka katika mji na vijiji, akihubiri na kuitangaza habari njema ya ufalme wa Mungu. Na wale tanashara walikuwa pamoja naye, na wanawake kadha wa kadha ambao walikuwa na pepo wabaya na magonjwa wakaponywa. Nao ni Mariamu aitwaye Magdalene, aliyetokwa na pepo 7, na Yohana mkewe Kuza, wakili wake Herode, na Suzana na wengine wengi waliokuwa wakimhudumia Yesu kwa mali zao. Kumbe wa watu ndani yao ni wafanya biashara wakubwa. Kumbe watu ndani yao ni viongozi wa kisiasa, mwingine alikuwa wakili. Kwa wakaona huyu atakuwa wakili, Herode ni mfalme, ni wakili wa mfalme. Ni kama leo ni mwanasheria mkuu wa serikali, ni wakili wa Herode. Lakini kumbe alikuwa na mapepo na magonjwa. Ina maana aliwekewa mapepo na magonjwa ili asiwe wakili. Aliwekewa mapepo na magonjwa ili huyu Mariamu Magdalene ili asiwe mfanya biashara. Pepo walipotolewa, magonjwa yakapona, wakafanya biashara, wakawa na hela. Wao ndio wanawake ambao walikuwa wanatoa hela kumpatia Yesu akahubiri. Ina maana hao watu walikuwa na hatima ya kuwa na mali. Kuna watu wako hapa, wanawake watakuwa wafanya biashara wakubwa wenye hela nyingi. Yes. Na wengine watakuwa wanasheria. Huyu mwingine ni wakili wa Herode, lakini alikuwa na mapepo. Kwa yale mapepo alilogwa ili asiwe wakili, alilogwa asifanye biashara, lakini Yesu akawafungua, akawatolea mashetani, wakafanya biashara, wakapata fedha, wakatoa sadaka, Yesu akaanza kuhubiri. Kwa hata wewe pia, bila kujali dini yako, bila kujali kabila lako, una hatima nzuri ya kimungu. Lakini sema kuna ambao hawapendi uwe huyo wanayemuona. Kuna ambao wanakuona tayari, hawataki uwe mfanya biashara, hawataki uwe injinia, hawataki uwe mwanasheria, hawataki uwe mwanasiasa, hawataki wanakuloga. Wanataka uwe konda wa daladala, chanika mbagara. Wanataka uwe ni kiongozi wa wapiga debe wa Chanika, kiongozi wa wapiga debe. Wewe ndio kiongozi wa wapiga debe, wewe ndio rais wao. Wengine wanataka uwe kibaka. Ndio nataka sasa nikuombee sasa. Nitakuombea kama walikuloga ukawekewa mashetani, nitayafukuza yatatoka. Kama wamekuloga umekukia usingizi wa kichawi ili ukiwa darasani unasinzia tu, nitakuombea utakaa sawa. Kama wamekuloga na magonjwa, nitakuombea utakuwa sawa. Sasa nani anasema Pastor Baraka niombee niwe sawa? Sasa nikuombea sasa. Naomba usimame nikuombee. Usimame. Nataka nikuombee, na kwanza nitakuombea Mungu akusamehe dhambi zako. Dhambi ndiyo inampa nafasi shetani. Dhambi inampa nafasi shetani kuyaharibu maisha ya mtu. Dhambi. Kwa nitakuombea kwanza, tutaomba kwa Mungu wote. Mungu atusamehe dhambi zetu wote. Baada ya hapo nitakuombea sasa. Nitakuwekea mkono, nitakuombea ili
Mungu akulinde uwe yule ambaye Mungu anataka uwe. Nitakuombea. Nitakuombea Mungu akufanikishe kwenye masomo yako. Usome, uelewe, ufaulu. Ukiwa form 2 ufaulu mtihani wa taifa, ukiwa form 4 upate 1, sio tu 1. Nani yuko form 4 hapa? Utapata 1 kwa jina la Yesu. Nitakuombea na nitaendelea kukuombea na kuja mahali hapa mpaka nione 1 yako. Uko tayari sasa nikuombea? Weka mikono yako juu sasa. Sema, Baba wa mbinguni, ninakuja kwako. Mimi ni mwenye dhambi. Naomba unisamehe dhambi zangu zote katika jina la Yesu. Nisamehe dhambi ya mawazo mabaya. Nisamehe dhambi ya maneno mabaya. Nisamehe dhambi ya matendo mabaya katika jina la Yesu. Naomba jina langu ulifute kwenye kitabu cha hukumu na uliandike kwenye kitabu cha uzima. Ninaamini kwa moyo wangu wote ya kwamba Yesu alikufa, akazikwa, akafufuka. Ninampokea awe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Ninakiri kwa kinywa changu, Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu katika jina la Yesu. Baba wa mbinguni, ninakushukuru kwa kuniokoa. Kuanzia leo namkataa shetani na mambo yake yote. Namkataa shetani na mambo yake yote katika jina la Yesu. Asante Baba kwa kuniokoa. Sasa Baba, nisaidie, unifungue ili nyota yangu ionekane na niwe sawasawa na nyota ulionipa. Unisaidie kwenye maisha yangu katika jina la Yesu. Na wakataa wachawi na uchawi wao katika jina la Yesu. Asante Baba katika jina la Yesu. Amen. Sasa asante. Sasa nitakuombea. Weka mkono wako juu nikuombea sasa. Katika jina la Yesu. Tulia, nitakuombea. Katika jina la Yesu Kristo. Imeandikwa, akawaita wanafunzi wake, akawapa amri juu ya pepo wachafu wawatoe, na kupoza magonjwa na udhaifu wa kila aina. Katika jina la Yesu Kristo ninaachilia moto ulao. Nateketeza kila nguvu za uchawi. Pepo wachafu walio uchawi. Pepo wachafu katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu nateketeza kwa moto. Ninaachia moto. Ninaachilia moto. Moto wa damu ya Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Kila nguvu ya uchawi ninaivunja, naiharibu, nateketeza kwa jina la Yesu. Uchawi wa kitabuni, uchawi wa kunyweshwa, uchawi wa kwenye usingizi, nateketeza, teketea kwa jina la Yesu. Naachia moto. Ninaachilia moto. Moto ulao. Nateketeza nguvu zako kwa jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Ninaharibu nguvu ya uchawi. Ninaharibu pepo mchafu. Ninakuagiza katika jina la Yesu. Ninakuagiza katika jina la Yesu Kristo. Mwache binti huyu mara moja. Nakuagiza, achia maisha yake. Sasa hivi katika jina la Yesu. Kwa jina la Yesu ninaachilia moto
moto ukuteketeze katika jina la Yesu. Kwa jina la Yesu, kila kazi ya adui, kila kazi ya adui naivunja, naiharibu, naiteketeza kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu nateketeza uchawi. Teketea, teketea, teketea kwa jina la Yesu. Naachilia moto, moto ulao, moto ulao katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu navunja nguvu ya uchawi. Uchawi uliofanyika juu yako, vunjika, vunjika, teketea kwa jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo ninaachilia moto, ninaachilia moto, moto ulao, moto ulao, nateketeza nguvu zako. Ewe shetani, pepo wachafu, ninawang'oa ndani ya mwili huu, ninawarudisha kwa aliyewatuma katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Kila nguvu ya uchawi, kila nguvu ya uchawi ninaivunja na haribu. Pepo wachafu, mashetani waliotumwa, pepo waliotumwa ili kuharibu maisha, navunja nguvu zao, na haribu nguvu zao katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Pepo mchafu, ninakuagiza, 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 achia maisha yake, achia maisha yake, achia, 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 achia kwa jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, na kung'oa, ng'oka, ng'oka, ng'oka kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, na kuashia moto, moto ulao, moto ulao, teketea, 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 na kuteketeza kwa moto, na kuteketeza kwa moto uchawi uliofanyika, uchawi uliofanyika. Navunja nguvu ya uchawi, navunja nguvu ya uchawi, na kuagiza toka, kuagiza katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, ninaachilia moto, ninaachilia moto, ninaachilia moto, toka, toka, na kuagiza, na kuagiza katika jina la Yesu, na kuagiza katika jina la Yesu, ninakuagiza katika jina la Yesu, toka ndani yake, toka, toka, na kuagiza, ninakuagiza katika jina la Yesu, na kuashia moto, ninaachilia moto, ya moto, ninaachilia moto ulao, ninaachilia moto ulao, ninaachilia moto ulao, teketea, teketea, na kuteketeza, na kuteketeza, na kuteketeza, na kuteketeza moto, moto ulao, moto ulao, teketea, teketea, kwa teketea, na kuteketeza, na kung'oa, na kuagiza urudi kwa aliyekutuma mara moja, ukamtendee yale ambayo ulituma mtendee huyu, na kuagiza, ili ni agizo, teketea kwa jina la Yesu, katika jina la Yesu. Kila kazi ya giza naivunja na haribu kwa jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Nguvu ya uchawi vunjika, haribika kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Nateketeza kila kazi ya giza, kila kazi ya uchawi, uchawi uliofanyika, uchawi wa kitabuni, vunjika, haribika, teketea, teketea kwa jina la Yesu. Sema kwa jina la Yesu, sema kwa jina la Yesu. Ninaharibu kila nguvu ya uchawi kwenye maisha yangu kwa jina la Yesu. Uchawi na ung'oa ndani yangu. Ninaagiza mtu yeyote aliyetuma uchawi kwenye maisha yangu, umrudie mwenyewe kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Uchawi uliotumwa, ninaagiza umrudie aliyeutuma katika jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ninaharibu kila kazi za shetani kwa jina la Yesu. Ninaharibu kila kazi ya shetani kwa jina la Yesu. Mashetani waliotumwa ili yanizuie kusoma shule,
na haribu nguvu zao kwa jina la Yesu. Na haribu nguvu zao kwa jina la Yesu. Na haribu nguvu zao kwa jina la Yesu. Najiwekea ulinzi kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Najizungushia ulinzi wa moto wa Mungu katika jina la Yesu. Kuanzia sasa sitalogwa. Kuanzia sasa sitalogwa kwa jina la Yesu. Kuanzia sasa sitalogwa kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kila nguvu ya uchawi na iharibu na ivunja kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Amen. Weka mkono wako juu, tulikwambia tena. Katika jina la Yesu Kristo. Baba Mungu, natamka baraka yako kwa wanafunzi hawa. Na wazingira kwa moto wa Mungu. Katika jina la Yesu Kristo. Naweka ulinzi kwa wanafunzi hawa. Naweka ulinzi juu yao na kwenye masomo yao. Katika jina la Yesu Kristo. Na kubariki kwa baraka za Bwana. Masomo yako na yabariki. Usome na kuelewa darasani. Mungu akufanikishe ufaulu katika jina la Yesu. Na ukiwa darasani, akili ya Mungu ikuvuvie uelewe yale ambayo unafundishwa. Na uyakumbuke katika jina la Yesu Kristo. Na linda nyota yako, haitaibiwa kabisa katika jina la Yesu. Aliyeandikiwa kuwa injinia, pokea kwa jina la Yesu. Aliyeandikiwa kuwa daktari, pokea kwa jina la Yesu. Aliyeandikiwa kufanya biashara, pokea kwa jina la Yesu. Uwe yule ambaye Mungu amekusudia uwe katika jina la Yesu Kristo. Na kuondolea magonjwa na kuondolea ndoto mbaya katika jina la Yesu Kristo. Na weka ulinzi wa Mungu kwenye eneo hili. Na lifunika eneo hili kwa damu ya Yesu. Katika jina la Yesu Kristo. Na lifunika eneo hili. Na liwekea ulinzi wa malaika wa Mungu. Malaika wa Bwana wakutangulie mbele na nyuma, kulinde daima katika jina la Yesu Kristo. Na kuzungushia ulinzi wa moto wa Mungu na ulinzi wa malaika wa Bwana mbele na nyuma, wakulinde daima katika jina la Yesu. Na kwenda kinyume na kila adui wa maisha yako, watenda mabaya, wanaokuwazia mabaya, ninaagiza waangamie, wajikwae, waanguke. Mabaya wanaoyapanga juu yako, na agiza yarudie wao mara 7 zaidi katika jina la Yesu. Ninaagiza mitego wanayokutega wewe iwanase wao, iwanase wao, iwanase wao, iwanase wao katika jina la Yesu. Mabaya hayatakupata wewe. Na Mungu amekuagizia malaika zake mikononi mwao kuchukue, wakulinde katika njia yako. Na kubariki kwa afya njema, usikivu darasani, utulivu, furaha na amani katika jina la Yesu Kristo. Amen. Naomba ukae sasa. Naomba wale ambao walikuwa na shida tukimaliza nene nao. Basi mimi nawapenda. Nitakuja tena na tena na tena na tena. Nani anasema Pastor Baraka njoo tena? Nije lini? Kesho. Kesho mje nyie. Kesho mje nyie kanisani. Kesho mje kanisani. Wangapi kesho wanakuja kanisani? Hampajui? Wadai. Sasa pia watakuja. Hampajui? Wale wabweni wako wapi? Wabweni wanaokuja. Wabweni wangapi mnakuja kesho? Wote sio eh? Wako wangapi Mwalimu Emmanuel? Wale wabweni. Kwa 2 kesho. Wangapi wa day? Wale wa day. Wa day wanakaa wapi? Sisi tutakuja hapa, ondokea hapa. Si ndio? Sangapi mwalimu? Sangapi mwalimu? Sangapi hapa ukutana? Saa 2, wale wa day saa 2, kama vile unaenda kung'oa jino. Sawa eh? Sawa eh? Mimi nataka niwe na nyie mpaka mwisho kabisa, mpaka mwisho kabisa.
Kwa nitakuwa nakuja, na mimi pia ni mwalimu wa hesabu, mwalimu wa physics, mwalimu wa chemistry. Mimi ni mwalimu, kwa nitakuja kufundisha. Kwa hiyo nitaongea na mwalimu Emmanuel, nilifundisha chemistry, nifundishe physics, nifundishe mathematics, form 3 au form 4 au form 4 nitaanza kuja form 1. Wangapi kwa sababu ukija form 1 wangapi wanasema njoo form 2 fundishe form 2. Nataka nione wangapi watashinda. Wangapi wanasema njoo form 3 bana. Wangapi wanasema form 4. Form 3 umeshinda form 3. Form 2. Nitakuja mimi nikifundisha, natoa maswali, anayefeli viboko. Basi form 2. Kwa kesho wale wa day saa 2 tuonane hapa, ili kesho uje kanisani nikuombee tena. Sawa Basi Mungu awabariki sana. Nimefurahi kufika shuleni kwenu. Nitakuja tena na tena na tena kufundisha na kuhubiri. Kufundisha na kuhubiri. Basi asante sana. Hebu mwalimu karibu kama kuna matangazo mengine. Kwa hiyo Mungu awabariki sana. Tunaonane kesho kanisani, si ndio Sawa. Mbarikiwe sana. Asanteni. Pigia makofi makubwa sana. Jamani, haya makofi ya mwenyekiti wa serikali za mtaa. Piga makofi. Wanaume vigelegele. Wanawake miruzi. Mungu awabariki sana. Wangapi wamebarikiwa? Baraka uzopata leo utembee nazo mwaka mzima 2026. Yakawe vile kama Mungu alivyosema, si ndio? Ninaomba, namshukuru sana baba yangu leo kwa kusema kwamba atakuwa na nyie mpaka na hakikisha mnaenda kidato cha 5. Hii ni bahati iliyoje. Niwaambie kitu kimoja, masomo yanaambatana na Mungu. Ukienda kwa akili zako utaanguka. Wapo wengi wanatamani uanguke. Lakini leo tumepata bahati. Baba yangu ana ratiba ngumu sana. Sikutaka sikuamini wakati naambia kwamba nakuja. Kwa hiyo mmepata bahati sana, nyumba ya Uniki. Ni bahati sana mmepata mtu ambaye sisi tunashughulikia mwilini, yatashughulikia rohoni. Ili uweze kutimiza yale ambayo Mungu amekuitia ndani ya Tanzania, ndani ya ukoo wako. Pige makofi makubwa sana Mungu. Waliowatangulia mmeona wapo pale. Wakisikiaga ibada wao wenyewe ni furaha yao. Na imekuwa sababu kubwa sana ya matokeo mazuri wale ndugu zenu walio